naitwa Liston Mtemela. Ninafanya kazi wilaya na mkoa wa Ruvuma, wilaya na Mtumbo, kituo cha Kilimasela. Tangu nifike pale nina muda wa miezi isiyopungua 11 mpaka sasa. Na tangu nifike nilikuwa natafuta njia mbalimbali za kuwafikia viongozi wa serikali pia, kwa sababu nilikuwa bado sijafaulu vizuri. Nimepelekea vitabu vya Sabato ya Kweli, Kifo na Ufufuo, lakini sikuwa nimefaulu kutengeneza urafiki wowote wa kuwa na darasa au kujifunza nao. Mke wangu ameumwa kwa muda mrefu, na kwa sababu ya kuumwa kwa muda mrefu kutokana na tatizo lake ilikuwa imezuia asifanye kazi ngumu. Kwa kitendo cha kuzuia asifanye kazi ngumu, tayari ilitokea tatizo lingine, akawa amenenepa na kuwa na mwili mkubwa. Kwa hiyo nilikuwa natafuta namna ya kupunguza unene. Nitengeneza beetroot nikaisaga kuwa kama unga, alafu na mbegu za chia ambazo ukitumia zinasababisha kuharisha kwa sehemu kubwa na kutapika, lakini mafuta yanapungua na unene ukapungua. Kwa siku moja mtendaji, wakati tukiwa mahali fulani tunazungumza na mtu fulani mwingine, tunazungumza hilo, alikuwa amesikia. Aliposikia alinipigia simu akasema naomba ufike nyumbani. Nikaenda nyumbani kwake. Wakati naenda tulikuwa tumeenda na mama, nikaona kwa sababu aliponiita nikaenda na anaishi peke yake, tukaenda na mama nyumbani. Tulipofika na yeye anakabiliwa na shida hiyo hiyo. Mimi sikujua kama kwake anaona ni tatizo, lakini ni mtu mwenye mwili mkubwa na amenenepa sana. Akaniambia kwa kweli siku ile nazungumza nilikuwa nimesikia, ndio maana nimekuita. Yaani huu mwili unanitesa. Nimekuwa mateso makubwa. Hata hivi karibuni nilienda kwa ndugu zangu Masasi kutokana na sherehe, walinisema sana, niliumia sana. Sasa hebu niambie, nafanyaje mimi nipunguze mwili huu? Nikamwambia kwa sababu mama yupo, ngoja kueleze. Mama akamweleza jinsi mwili ulivyokuwa na yeye alichokifanya. Baada hapa akasema hizo mbegu za chia nitazipata wapi na beetroot nitaipata wapi? Kwa bahati nzuri nyumbani nilikuwa na akiba. Nikamwambia nitakuletea. Nikaenda kuchukua zile mbegu za chia, nikachukua na unga wa beetroot nikamletea. Nikamwambia lakini sasa ipo changamoto moja. Jambo la kwanza, kama upo tayari kutapika usitumie. Ila kama upo tayari kutapika maada mpunguze mwili unaweza kutumia. Lakini kama upo, akasema niko tayari kwa lolote lile. Nikamwambia sawa. Sasa hizi mbegu utachukua, hizi mbegu utatia kwenye kikombe cha chai, maji ya vuguvugu. Utazikoroga zitakuwa kama blender. Utakunywa. Utachukua kijiko kimoja cha unga wa beetroot pia utakunywa. Lakini baada ya kunywa hapo, lazima siku ya kwanza utatapika, siku ya pili utaanza kutapika. Kweli alikubali, akasema niko tayari. Siku hiyo tukaachana, tukaomba, hatukuzungumza neno la Mungu. Tukarudi. Siku ya 3 tukaonana njiani. Akasema kwa kweli nimetapika, nimeharisha, lakini mwili wangu ni mwepesi kabisa. Nikasema nashukuru. Ikapita juma moja, nikajua sasa vitakuwa vimeshakwisha. Ilipoisha juma moja nikamtembea nyumbani. Akasema yani size, ngoja nisimame kwanza. Akaruka. Akasema wewe unanifahamu, lakini nilikuwa siwezi, sasa najisikia hali ni nzuri kabisa. Nikasema nashukuru. Akasema kwa kweli kama Mungu atanijalia kuanzia Jumamosi ijayo naweza nikaanza kuja kanisani. Nikasema nashukuru sana. Kweli Jumamosi iliyofuata alikuja kanisani. Akasikiliza pale ibada mwanzo mpaka mwisho, akarudi. Alivyorudi nikamuuliza ule unga umeisha? Akasema umeisha. Nikamtengenezea mwingine tena, unga wa beetroot pamoja na mbegu za chia. Akatumia. Alivyotumia akamaliza. Akasema nimeenda kupima kilo zimeshuka. Nilikuwa na kilo 117. Lakini kilo zangu zimeshuka mpaka kufikia karibu kilo 92. Yaani nashangaa jambo ambalo natafuta hata namna kushusha kilo nafanyaje. Nikienda kwa madaktari wanasema hii ni hatari. Nikasema nashukuru. Kwa hiyo toka hapo amekuwa mtu wa karibu. Nashukuru amefika kanisani Sabato 2 amefika kanisani. Lakini ni mtu wa karibu ambaye baada karibuni nipata vitabu vya Pambano Kuu nimempelekea, anasoma vizuri. Lakini chanzo ni huduma za afya. Kwa nashukuru kwamba huduma ya afya imekuwa mbaraka mkubwa kwa kuwaleta watu kwa Yesu pia.